Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu wapenzi watazamaji wa Iqra Global Media, nita Abubakar Kashindi Kamwanya. Leo ni Jumapili ya matukio na maendeleo katika jamii ya Uislamu, na leo kabisa tupo kwenye hospitali kuu ya mji wa Uvira ambao unapatikana katika kata la Mlongwe, kwenye wilaya ya Mlongwe, kwenye wilaya ya Mlongwe. Hapa tupo kwenye kata ya Shishi ambapo hospitali hii kuu inapatikana, na hapa pembeni yangu atajitambulisha peke yake, ni mara ya kwanza kabisa kuweza kufanya naye mahojiano ya hivi vitu ambavyo vimefanyika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kwa majina unaitwa nani na watu wenye kututizama kwenye Iqra Global Media wapate kukutambua? Kwa majina naitwa Sheikh Hassan Kabi, nikiwa kiongozi wa vijana jijini na tarafani Uvira. Naam, Bwana Hassan wa Kiislamu. Naam. Naam, Bwana Hassan Kabi Muhelelwa, vipi, tuambie ni harakati ambazo zimefanyika hapa kwenye hospitali. Tumeona vijana wamekuja kuweza watu waweze kujua nini ambacho kimefanyika. Kwa kweli kama vile mnavyotuona hapa, tulikuja katika swala nzima la kisunna, kwa sababu ukitaka kujua matatizo ambayo kwamba watu wanayapitia, nenda kwanza hospitalini. Haya ni maneno ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na vile vile nenda makaburini ili upate mawaidha. Kwa hiyo tulikuja hapa kwa ajili ya kuwatizama kwanza wagonjwa na hususan wazazi ambao wamezaa. Ndio maana tunakuja hapa leo. Na katika harakati hizi ambazo mmeweza kuzifanya leo hapa hivi, labda kwa nini mmewazia leo hapa pasina sehemu nyingine kama jela na nafasi zingine ambazo watu wanahitaji kuweza kufanyiwa misaada? Jela ni sehemu nyingine ambayo tunaipangilia siku zijazo insha Allahu taala, lakini tuliona kama ilikuwa ni muhimu zaidi kuweza kuanzia hapa kwa sababu mahitaji yako kitofauti. Na tumezoea kuona vijana wa association za Uislamu walikuwa wanazoea kufanya harakati hizi, lakini ndio mara ya kwanza kabisa kusikia kikundi ambacho kiko special, tawi la vijana kuoteshwa hapa mjini, yani tawi la Komiko kuoteshwa hapa mjini Uvira for the first time. Kwako hiki kitu wewe kama msimamizi, wito gani ambao unaweza kutolea vijana? Vijana tupende kufanya kheri, tupende kufanya mema, kwa sababu hili ndilo na huu ndio Uislamu. Kwa kweli haya ni mambo mazuri, mambo mema anayopenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuyaridhia, kumsaidia mtu, kumzuru mgonjwa na kuweza kumsaidia yule ambaye kwamba ana matatizo, kwa sababu hili linatukamata sisi wote kwa ujumla. Kwa hiyo wito ambao nautoa kwa vijana wa Kiislamu, wachukue hili swala kama swala lao, walichukue kabisa, walivalie njuga na tuweze kuliendeleza kwa uzuri inshallah. Na labda kwa ile hali ambayo tutarajie nini kutokana na vijana, hiki kikundi cha vijana CG, tuweze kutarajia nini? Mtarajie mema tu, tarajie mema, kwa sababu kila mwanzo huwa unakuwa na ugumu kidogo, lakini kwa kweli kwa jinsi tunapokwenda tunaona hatua zinapopigwa, kwa kweli tunaenda vizuri. Tudhaniane kheri, tudhaniane mazuri. Tutarajie kwamba mbeleni kule kuna mambo ambayo kwamba ni mazuri sana, mipangilio ambayo kwamba tunaipangilia. Na hapa akina mama wamenufaika nini ambacho vijana walikuja kuwaletea akina mama ambao ni wazazi? Kina mama wazazi walipata omo na vile vile sabuni zingine za kawaida. Kwa kweli walinufaika na walishukuru sana, wakatuombea pia mazuri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kutupongeza pia kuwa ni mara ya kwanza kuona mswada kama na huo, basi walifurahi sana. Na labda difficulty ambazo mnazozipitia, labda kunaweza kuwa na mdhamini yote ambaye atufuata ulimwenguni kote kupitia Iqra Global Media TV, iweze kufikia, iweze kuwa ni mfano wa kufikishia ujumbe kwa wale ambao wanataka kuja kujitolea kuweza kusaidia kitengo hiki kiweze kuingia na nafasi ambayo italeta na kudumisha maendeleo, kwa sababu vijana ndo nguvu ya umma na vijana ndo kitu kikubwa sana katika nafasi zote.
Ndiyo, kwa kweli tunapitia changamoto fulani katika hali ya kuhamasisha. Katika hali ya kuhamasisha ni kumbusha ya kwamba huu msaada ambao leo kwamba tumeutoa ni michango ya vijana ambao wamekubali kuweza kulisapoti hili na kulipeleka mbele. Kwa hiyo tunapitia hizo changamoto za kuhamasisha kwa sababu mpaka leo vijana hawajasimama imara wakaelewa kwamba hii ni wakati rasmi ya kuweza kufanya mazuri, kwa sababu ujanani ndio sehemu ambapo mtu anatakiwa atumike vizuri na kuweza kunufaika mbele uzeeni. Kwa hiyo tunatoa wito kwa wale wadhamini wote wenye kutufuata mbele ya kamera zako, ndugu mtangazaji, waweze kujiunga na sisi katika hali ya kulisukuma hili gurudumu mbele, tupate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Tunakushukuru. Amin, amin. Naam, ndugu wapenzi watazamaji wa Iqra Global Media, mimi ni Abubakar Kashindi Kamwanya, lakini kusema katika yote nikumbusheni tu hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amezungumza katika mambo ambayo mwanadamu atakaulizwa siku ambayo kabla kunyanyua mguu kutoka kaburini kwake baada ya kufufuliwa. Amezungumza jambo sana la muhimu ambalo tutakaulizwa, ujana wetu tumeutumia vipi mali yetu. Lakini hapo kwenye ujana, maana ujana ndo kitu kikubwa, ndo parkour kubwa ambayo Mwenyezi Mungu atakaochukua idadi ya kuweza kusabilia wewe, kwa sababu katika ujana kuna changamoto za kutosha, na kujizuia na ujana ni lazima kuweza kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuweza kufanya vitu kama na hivi, toa sadaka ndogo kwa ajili ya kuweza kuwasaidia wale ambao wana uhitaji wa kuweza kusaidia. Usisahau kushare, kulike, pia kusubscribe channel yako ili mradi uweze kuwa wa kwanza kupata kila notification ya kazi ambazo tunazo kuletea usiku kama vile mchana. Usisahau kushare pia na pia uweze kugawana na wenzako, na kama kuna chochote basi tuandikie kwenye hizo namba hapo kwenye screen yako. Iqra Global Media, TikTok Iqra Global Media, Instagram Iqra Global Media, pia Facebook, mitandao yote tunapatikana. Abubakar Kashindi Kamwanya, machapakazeki, kwa kuonana kwa majaliwa yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sauti ya nuru na amani.